Ya, Bwana Yesu asifiwe wa Tanzania. Ninaitwa mchungaji Andrew Matias Andrew. Nilikuwa mchungaji wa kanisa la Jerusalem Temple Miracle Center, kanisa la Tanzania Assemblies of God. Ninataka ni waondoe kwenye mkanganyiko kuhusu kuondoka kwangu mimi kwenye kanisa la TAG. Maana kumekuwa na maswali mengi kwamba mchungaji Andrew kafukuzwa, mchungaji Andrew kafukuzwa. Hapana, mimi sijafukuzwa, ila nimeamua kuondoka mwenyewe kwenye kanisa hilo la TAG. Na nitawaeleza sababu za mimi kuondoka, kwa nini nimeondoka na namna nilivyoondoka. Kwa hiyo mimi mchungaji Andrew ni mtoto wa Pentekoste, lakini sio tu mtoto, lakini mimi mwenyewe ni Mpentekoste asilia. Upentekoste wangu mimi hauna mashaka, kwa sababu nilipomwamini Yesu mwaka 91 nilimeishi maisha ya Kipentekoste. Nimemfuata Yesu na kumtumikia kama Mpentekoste, na nimejazwa Roho Mtakatifu kwa kiwango cha Pentekoste. Hata Mungu alivyoniita kwenye utumishi huu wa kumtumikia, nimetumika kama Mpentekoste, na Upentekoste wangu mimi hauna mashaka. Nimefanya kazi na kanisa la PAG miaka 5, ukiepusha ile miaka ya kuwa kama mchungaji, miaka ya kuwa kama mshirika wa PAG, na penyewe nilikuwepo kama PAG kama mshirika miaka 5. Kwa hiyo mimi Upentekoste wangu hauna mashaka, hauna tashwishi, hauna kiulizo kwamba huyu ni mtu wa aina gani. Kila mtu aliyenilea mimi anajua kwamba Upentekoste wangu hauna mashaka, na kwamba nilipoamua kumfuata Yesu, niliamua kumfuata kwa nguvu zangu zote, kwa moyo wangu wote, na bila tashwishi. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, nataka nieleze sababu ya mimi kutoka TAG. Lakini narudia tena, wote ambao wamekuwa wanafikiri kwamba mimi nimefukuzwa, hayupo aliyekuja kunifukuza. Nimetoka mwenyewe. Na nimetoka kwa sababu gani? Sababu ya kwanza ni kulinda imani yangu ya Kipentekoste. Hiyo ndio sababu ambayo imenitoa, wala sio sababu nyingine. Nimeona TAG wanavyokwenda, wameacha Upentekoste. Sasa mimi nimeamua kutoka na kulinda imani yangu ya Kipentekoste. Sababu mimi ni Mpentekoste asilia. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu TAG walitangaza miaka 13 ya moto wa uamsho. Maana ya kuamka mimi ninavyojua ni kurudi kwenye asili, ni kuyafanya ulioyaacha. Kwamba unaangalia ulikokuwa na ulipo, unaona ulipo sio mahali ulipokuwa. Kwa hiyo unaamua sasa kurudi ulikokuwa. Sasa mimi nilipokuwa ninasoma kitabu hiki nilikuwa nasoma kitabu hiki pamoja na kwamba maisha ya Kipentekoste mimi nimeanza kuishi zamani, lakini nilipokisoma kitabu hiki kikanipa nguvu zaidi na kuniambia kwamba ninayoyafanya katika huduma zangu sio upotofu, ila ni Upentekoste. Kwa hiyo mimi nimeondoka kwa sababu nimeamua kufuata hiki kitabu. Nimeamua kusoma na kuyaishi ambayo walifanya mitume wa Yesu Kristo. Nimeamua kusoma na kuyaishi ambayo walifanya kina Smith Wigglesworth. Nimeamua kusoma na kuyaishi ambao walifanya kina Charles. Nimeamua kusoma na kuyaishi ambao walifanya kina Paulo, ambao walifanya kina Paulo Dia. Soma ukurasa wa 35 na 36, utajua ninachokisema. Kwa hiyo TAG wakasema sipaswi kuyafanya hayo, na kama nitaendelea kuishi na kufanya yale waliofanya
kina Smith Wigglesworth, kina Paulo Dia, basi watakuja wanifukuze katika kanisa langu. Sasa mimi nikasema kabla hawajaja kunifukuza, mimi naondoka mwenyewe. Kwa hiyo nimeamua kuondoka, wala sijafukuzwa na mtu. Nimetokaje? Nimeaga na nimetambulisha na kuweka na kukabidhi mali nilizozipata pale kanisani kama michango. Hizo yote nimekabidhi. Hakuna nilichoondoka nacho. Na kama nimeondoka nacho, basi hiyo ilikuwa ni sadaka ya shukrani. Hiyo ilikuwa ni dhabihu ambayo ilikuja moja kwa moja kwenye mikono ya mchungaji. Na hiyo ilikuwa ni sadaka maalum. Sadaka maalum, sadaka ya shukrani na dhabihu, hivyo ni vitu ambavyo kwenye kanisa letu la Jerusalem Temple, hizo zilikuwa zinapokelewa na mchungaji, na ni sadaka maalum ambazo mchungaji ndio anazipangia matumizi kwamba zinakwenda wapi, kwa sababu zinamhusu yeye moja kwa moja. Ukisikia mambo mengine ni uongo, lakini mimi nimeondoka. Na nimeondokaje? Nimeamua kuondoka kwa sababu mimi ni Pentecost. Ninafanya kazi kama Pentecost. Nimejaa Roho Mtakatifu. Lakini viongozi wangu wamesema huo ni upotofu, huko ni kuiacha imani. Sasa kati ya mimi na wao sijajua ni nani aliyeacha imani, lakini mimi naona niko sahihi. Kwa sababu ninayafanya yaliyofanywa na Paulo Dia, ninayafanya yaliyofanywa na Smith Wigglesworth, ninafanya yaliyofanywa na Yesu Kristo, ninafanya yaliyofanywa na mitume. Sijachanganya na wala sitachanganya. Kwa hiyo nimeona nikubali kutokubaliana kwamba mimi ninatoka na nitafute utumishi mahali pengine. Lakini pamoja na hayo ni kwamba ninaomba kanisa letu zuri la TAG wajitafakari tu, wajitafakari sana, kwa sababu umetutangazia nyinyi wenyewe miaka 13 ya moto wa uamsho. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Lakini hiki kitabu pia wanasema hiki kitabu hawakifati. Hiki kitabu ukurasa wa 35 na 36 wa kitabu hiki. Sasa hoja wanayopinga wanasema hatupaswi sisi kufanana na mitume na manabii katika utendaji wetu. Sisi hatuwaigi mitume. Mitume wametuiga sisi kwa sababu Pentecost umekuwepo kabla za hizo huduma ambazo wanaziita leo ni huduma za manabii wa uongo na mitume wa uongo. Pentecost umekuwepo mwanzo. Hawa wamekuja juzi tu. Kina Paulo Dia, kina Smith Wigglesworth, hawa wamekuwepo, ndio mababa, wanaitwa mababa wa Pentecost. Mimi nimeiga baba zangu, nimefanya kama baba zangu walivyofanya. Someni hiki kitabu, kitafuteni hiki kitabu. Na haya yaliomo ndani ya hiki kitabu yamethibitishwa na huyu mzee Emmanuel Lazaro, yamethibitishwa na huyu mzee, ndio maana picha yake iko hapa, Mwanisongole. Yamethibitishwa na huyu mzee, ndio maana picha yake iko hapa, nani? Mtoka mbali. Sasa kama hawa wote wanayakubali, kwa nini mimi nikatae? Na kama mimi nimeyafanya kwa maana ya kuponya watu, kuinua watu, kuwafungua watu waliofungwa, sasa wewe unaniambia kwamba mimi nafanya kinyume kwa sababu nimeponya watu, kwa sababu nimefungua watu?